into your fire. Maana tunajua ya kwamba kuna watu ambao waliweza kupitia katika wakati ambao haukuwa mzuri, wakaweza kupitia vipindi ambavyo vilikuwa ni vigumu sana, na wakaweza kushindwa ni nini kinachoendelea. But I came to tell you there is a fourth man. Kuna mtu wa nne jioni ya leo Mungu anaenda kumtuma katika maisha yako, na nataka kuanzia kwa kusema hivi: in our life there are seasons when the fire seems hotter than ever. Kuna wakati ama nyakati ama misimu katika haya maisha yetu. Maana huwa nakuambia mtazamaji wangu na wewe ambaye unanisikiza ya kwamba tunaishi maisha ambayo ni real. And so in this life we have seasons when we go through fire, when we go through trials. Karibu sana my brother Peter Gakuya, Gakuya wa Pioneer, karibu sana. Mungu akubariki sana. Umepata tu tukiwa tunaingia katika neno that there is a fourth man. That is the title of the word. Na kwa hivyo tunajipata wakati mwingine tuko katika magonjwa, ndio tunaita sicknesses. There are times we find ourselves in betrayal. There are times we find ourselves in losses, and we get confused because sometimes we may feel like God has forgotten us or God has forsaken us. We feel like we have been trapped in that fire. Tunajipata ya kwamba ni kana kwamba tumekwama katika ule moto ambao ni mkali sana. Lakini nafurahia jioni ya leo, maana maandiko inasema ya kwamba kuna mtu wa nne, na huyu mtu wa nne Mungu anamtuma ili akaweze kukuokoa. Mungu anamtuma ili akaweze kuleta mabadiliko katika maisha yako. God is sending him into your fire. And I want us to agree on this one thing: God never leaves his children alone in the fire. Mungu hajawahi kuacha watoto wake katika moto wakae peke yao. When the heat rises, he sends the fourth man, and the fourth man is Jesus Christ, the Son of God himself. Kwa hivyo wakati mambo yamekuwa mabaya sana, wakati hali imekuwa ni kana kwamba moto umekuzingira na moto umewaka sana, wakati magonjwa inakaa ni kana kwamba yanataka kukumaliza, yanataka kukuua, wakati madeni umekuwa